Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naam, kwa majina naitwa Mchungaji Wilson Chiusa. Imempendeza Mungu tuweze kushirikishana maneno ya uzima. Neno linainua, neno linajenga. Nimepata ujumbe ambao Mungu amenipa, umenitia nguvu, lakini kaona si vyema, itakuwa si vizuri kama nitabaki nao mwenyewe. Maana Waswahili wanasema chakula kizuri kula na ndugu yako. Kwa hiyo imempendeza Mungu niweze kushirikisha na wewe. Ujumbe wenyewe unasema kuwajua walio wako. Tasimama katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 19. Biblia inasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye mihuri hii: Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na awache uovu. Kwa katika mstari huu Mungu amenipa kitu ambacho na wewe kitakusaidia, kwamba Mungu kama anawajua walio wake. Kwanza anaanza kuzungumza habari ya msingi, kwamba kuna misingi mingine sio imara, lakini anazungumza kwamba msingi wa Mungu ambao uko imara na una muhuri hii. Muhuri gani? Kuwajua walio wake. Hapa anasema na kila anayelitaja jina la huyo Bwana na awache uovu. Kwa sababu huwezi kuwa wa Bwana na huku bado unamkosea Bwana. Maana aliye wa Bwana majibu yake yapo kwa Bwana. Kwa na sisi pia, mimi na wewe, tunapaswa tujue walio wetu, kwa sababu walio wako wamebeba hatima yako, walio wako wamebeba majibu yako, na walio wako pia wewe umebeba majibu yao. Mungu atakuinua kupitia walio wako. Ndio maana katika Isaya 43 mstari wa 4, hasa kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Sasa hao watu ambao Mungu anawatoa ndio wa kwako. Ndio unapaswa umuombe Mungu akukutanisha nao. Mungu awalete kama wamezuiliwa, kama malaika Gabriel alivyozuiliwa na yule mfalme wa Wajemi, mpaka malaika Mika alipokuja kumsaidia. Na wewe vivyo hivyo Mungu akusaidie walio wako wakufikie. Maana watakapokufikia tayari utaona wema wa Mungu katika maisha yako. Maana walio wako hawaishi kwa ajili yao, wanaishi kwa ajili yako. Na wewe kwa sababu unawajua walio wako, na wewe unaishi kwa ajili ya walio wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndugu mtazamaji, ni vizuri ukamakini katika mwaka wa 2026. Usifanye kazi, usitafute watu wasio wako, usitafute kujua watu wasio wako. Tafuta kujua watu walio wako, na hii itakubariki. Basi nikubariki. Baba, mbariki ndugu huyu kwa jina la Yesu, ukampe neema, ukafungue macho yake akajue walio wake, ili akaweze kupiga hatua katika kila eneo katika maisha yake. Na mwaka huu usiwe mwaka wa hasara kwako, ukawe ni mwaka wa faida, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.